mazuri. Na kwa sababu Roho alipeana kwa kanisa, tuko na huyo Roho. Tuko na huyo Roho. Wewe uchi kama uko na Roho ama huna? Au uchi kama uko na Roho ama hauna? Ama unajua? Amen. Hii ni Jumapili na ninaamini ya kwamba wewe unajua Roho wa Bwana akiwa ndani yako anafanya nini. Roho wa Bwana akiwa ndani yako atakuelekeza. Roho wa Bwana akiwa ndani yako atakusaidia, na Roho wa Bwana uketi mahali pazuri, si ndio? Leo hii nataka tuzungumzie jambo lingine tofauti. Nataka nizungumzie hili jambo. Kuna mambo 7 kama nitakuwa na muda nizungumzie yote, lakini kuna mambo 7 ambaye Yesu anaifanya sasa hivi mbinguni. Mambo 7 ambaye Yesu anaifanya sasa hivi mbinguni. Mambo ngapi? 7. Na kwa sababu ninafundisha sina mbio mingi sana. Hata nikizungumzia mambo mawili si sawa. Nikizungumzia mambo mawili au matatu bado tutajifunza mengine baadaye. So kuna mambo 7 ambaye Yesu anaifanya sasa hivi mbinguni, na hiyo nataka nizungumzie siku ya leo. So kwa sababu ninafundisha hata kama dakika 15 ama dakika 20, mnajua tutakuwa tumepeleka ujumbe na inakufikia vizuri. So asanteni na tunaanza. Najua kuna wale wanatufuatilia pia kwa mtandao, ninawakaribisha katika jina la Yesu ili tuweze kushiriki neno kwa pamoja, na sisi ambaye tuko hapa pia tufuatilie, tuende pamoja, inakuwa vizuri. Jambo la kwanza ambaye Yesu anafanya, Yesu anatuandalia makao. Sasa hivi Yesu akiwa mbinguni anatuandalia nini? Anatuandalia nini? Makao. Maana Yesu alipokuwa anapaa alituahidi Roho Mtakatifu, si ndio? Na Jumapili tukazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Na kweli Roho aliachiliwa. Siku ya Pentekoste Roho alitumwa. Na Roho alipotumwa akashuka, akawapata wale mitume na wengine wakiwa wamekaa wakingojea Roho Mtakatifu. Biblia inasema watu 120 walijazwa na Roho Mtakatifu. Na walipojazwa na Roho Mtakatifu, nao wakaondoka kwa nguvu ya hizo roho, maana Roho na Ben. Sasa leo hii Yesu akiwa mbinguni alipopaa akienda, na tuna uhakika ya kwamba alipaa, si ndio? Maana alipopaa wanafunzi wake walikuwa wakimtazama, si ndio? Na alipopaa wakimtazama akienda, hivyo hivyo ndio tena atarudi tukimuona. Bwana sifiwe. Sasa alipopaa kwenda juu mbinguni, Biblia inasema alienda kutuandalia makao, na akishaitengeneza iwe tayari atarudi kutuchukua tena. So anaenda kutuandalia makao. Unaposoma Yohana 14 mstari wake wa 1 na wa 2, kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 1, anatutia tumaini hivi kwa mambo ambayo anayoifanya sasa hivi. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnaamini Mungu, niaminini na mimi. Namba 2 anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Na anasema maana naenda kuwaandalia mahali. Amen. So alipopaa na kwenda juu mbinguni, yuko pale na anatuandalia makao, mahali penye atatupeweka sisi atakaporudi kutuchukua. Bwana sifiwe. Sasa kazi hii ambayo Yesu anaifanya kwa sababu yangu mimi
na wewe. Na atakaporudi, Bible inasema anakuja kuchukua wale walio tayari, ambao wametengeneza mambo yao na Mungu, wamefanya Roho Mtakatifu amekuwa msaidizi ndani ya maisha yao, na wamejiweka tayari, wanatembea katika njia za Mungu. Atakaporudi na kuja kuwachukua ambayo wako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kusema anachukua walio tayari, achapeana hesabu ya kusema kwa sababu nataka watu fulani au nitawachukua ambao wamekuwa tayari. Lakini utayari ambaye atakuja kuchukua watu ni kwamba kila mmoja ambaye amekiri ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yake. Huyo tayari ametengeneza mambo yake na Mungu, amefanya njia zake kuwa sawa. Atakapokuja, wewe utakuwa pia miongoni mwa wale watakaochukuliwa. Bwana asifiwe. Nimekuwa nikizungumza na wale wanaenda kubatizwa, na nikawaambia wakati wa kukubaliana na Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi ndani ya maisha yako na umekiri, yeye anaingia ndani mwako. Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako na anaanza kutembea pamoja na wewe. Amen. Na hivyo ndio Yohana alikuwa akihubiri akisema, tengenezeni njia, yanyosheni mapito yake. Bwana asifiwe. Sasa ni sisi wakati huu tungali katika ulimwengu huu, kwa sababu kuna makao ambayo Yesu anatuandalia, na ni lazima tuingie katika makao hayo. Ni lazima tutengeneze mambo yetu pia sasa. Bwana asifiwe. Mambo ambayo Yesu anafanya, ya kwanza nimesema anatengenezea makao. Amen. Pia akiwa juu mbinguni anatengeneza, anafanya maandalizi ya kurudi kwake. Bwana asifiwe. Anafanya maandalizi ya kurudi kwake, na ni ukweli atarudi tena. Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza na yeye pahali, na kwa sababu ya mzaa mwingi tukanazungumzia habari ya kurudi kwa Yesu, na huyu mtu akawa anajaribu watu kunichanganya. Akaniambia, waje nikuambie, Bible inasema Yesu wakati wake wa kurudi atakuja kama mwizi, si ndio? Atakuja kama mwizi. Akaniambia, unajua maandiko hiyo inasema ni kwa anakuja kama mwizi? Unajua Yesu alipokuwa hapa tembea na kama na kama alafu hiyo mateso aliyoyaona wewe msalaba, ndipo msalabani akapigwa misumari. Sema hiyo ambaye Yesu aliona hiyo mateso ndiyo imefanya arudi kama mwizi usiku wakati watu wamelala. Watu wasimuone, maana anaogopa watamkamata tena. Sasa atarudi kama mwizi ili wasimuone. Unaona hiyo sana. Akaniambia, sasa wewe unatuambia atarudi, unafikiria utamwona atakuja kama mwizi tu kuchukua watu na kupotea na kutoroka? Si kama unakubaliana na yeye. Anasema atarudi kama mwizi ili achukue wana aponyoke, sababu anaogopa viboko yenye alichapwa na msumari ambaye alitungwa, ambaye ni uoga. Bible inasema atarudi, ndio, si ndio? Yaani ni kumaanisha kurudi kama mwizi na kuja kutupata ghafla, ni kumaanisha hivi, yeye siku ambaye atakuja wewe hauna ufahamu naye. Sasa atakutokezea kama vile mwizi hawezi kukuandaa kuambia ninakuja kukuibia kesho, si ndio? Sasa kwa sababu mwizi anaweza kuambia kesho nitakuja kukuibia, maana najua nikwambia atakuja kesho kupomoa kwako, utaweka ulinzi. Utamngoja na panga, umejipanga na hataweza kuingia. Lakini sasa Yesu ametuambia mapema, dalili tukiziona, ishara fulani zinatendeka, tujue yeye ako karibu kuja. Sasa wewe endelea kujiweka tayari, maana atakuja yeye. Sasa kukuja kwake ni ile atujui hiyo siku, lakini kufumba na kufumbua atakuwa amekuja. Na Bible inasema vizuri sana, atakuja, tutasikia sauti tamu lake mawinguni, lakini tutatawala naye, na kuna tukimaliza kutawala hapo juu mawinguni, tutashuka na yeye tena mpaka hapa, tutatembea na yeye. So injili ya kusema ya kwamba atakuja kama mwizi, maana anaogopa micheleti na anaogopa msumari, hiyo ni uongo. Yeye alipotea. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaandaa kurudi kwake.
Na kama vile maandiko yanasema atarudi kutuchukua, ni hivyo hivyo atarudi. Na aliambia wanafunzi, vile mmeniona nikienda, ndio vile mtaniona nikirudi tena. Na sisi tunaamini ya kwamba hiyo makao ikikamilika arudi kuchukua. So nafasi tulio nayo sasa ni sisi kutengeneza mambo yetu, kwa sababu kuna kurudi kwa Yesu ambaye mwenyewe anauandaa na atarudi ulimwenguni. Bwana asifiwe. Amen. Wow. Huyo Yesu akiwa mbinguni, kazi ambayo anaifanya sasa hivi, anatuombea. Amen. Anatuombea. Kama Yesu anatuombea, na leo Mkristo kwa sababu umeitanishwa na yeye mwenyewe, na wewe hauombi, sio utakuwa umeitanishwa na Kristo ama hujaitanishwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na sisi pia tukiwa hapa, tuendelee kujifunza kuomba. Tukae katika maombi tukifanya mawasiliano pamoja na yeye. Maana maombi ndio njia moja inayofanya mawasiliano pamoja na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Sasa akiwa mbinguni anatuombea bado. Akiwa hapa alikuwa anaomba, na bado leo anatuombea akiwa mbinguni. Anafanya hiyo kazi sasa hivi, acha kutuombea sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama yeye anaomba bado, sisi lazima tufanye nini? Tuombe. Tusome Waebrania. Nataka tusome Waebrania 7. Waebrania 7. Waebrania 7:25 inasema hivi: naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Bwana Yesu asifiwe. Ili afanye nini? Awaombee. Na kwa wote ambao wanamkujia, kwa wote ambao wamjiao Mungu, yeye yuko hai siku zote na yuko tayari kuokoa maisha yako sasa. Na kama ataokoa maisha yako, anasema bado yuko hai na anakuombea siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi ambayo Yesu wako anafanya, maana damu aliyoimwaga pale msalabani ilikuwa ni ya kunikomboa mimi pamoja na wewe, na akabeba mzigo wetu akadundikwa naye msalabani ili mimi wewe. Na kama alinikomboa mimi, haisi kubali damu yake iwe imepotea bure. Kwa yule ambaye amekiri kumfuata yeye, ni lazima atamuombea na atakuwa tayari kumtetea siku hiyo ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaye mtu ambaye anatujali. Kanisa, unaye mtu ambaye anatujali kuliko vile mzazi wako anaweza kukujali wewe. Huyu ukimpokea tena yeye, anakusaidia katika hali zote na hawezi kukuacha na hawezi kukupungukia. Anasema sitawaacha wala sitapungukia. Sasa kazi kubwa ambayo Yesu wako anafanya ni hiyo pia. Bado anatuombea. Huyo Yesu jambo lingine ambalo analifanya, yeye ni advocate wetu. Yeye ni nani? Ukisema advocate ni nani? Wakili. Yeye ni wakili wetu, na yeye atatutetea. Hata kama shetani atasimama na kuanza kung'ang'ania maisha yako, na wewe umemkubali Kristo, shetani hakuja na mashtaka ya kitambo ambayo uliifanya, anasimama kutaka kupinga kwamba wewe usiingie katika ufalme. Yeye yuko pale kukutetea. Maana shetani huwa anajisahau wakati mwingine. Wakati wewe unamjua Kristo, tena kuna mambo ulifanya, alafu shetani ameishikilia, anataka kusimama na hiyo mbele ya Yesu na kusema, analeta hiyo mashtaka kwamba wewe ulifanya hii kosa.
na kumbe uliomba msamaha kwa Yesu, si ndio? Na Yesu akakusamehe. Ikiwa Yesu alikusamehe akakuhesabia haki, atasimama na wewe siku hiyo, ndio sababu yeye ni advocate wetu. Amen. Amen. Aje nikwambie kitu moja. Anaweza kuja shetani, atakuja aseme Yesu huyu inapinga asiingie ufalme. Mwambie, kwa nini unapinga? Sema aliwahi fanya 1, 2, 3. Na sasa yeye ni wangu. Lakini Yesu naye atamwambia, na mimi nilipokuja nilikuja kumuokoa. Nilikuja kumkomboa, si ndio? Na alipokubaliana pamoja na mimi na akakiri katika kinywa chake na akaamua akafanya uamuzi, mimi nilimsamehe. Na pia kupigwa kwangu na damu iliyomwagika ilimkomboa. Na Shetani, kama wewe unataka basi awe ni wako, lipia gharama ya damu yangu iliyomwagika kwa sababu ya maisha yako. Shetani anatoa wapi damu ya kulipia? Akiuliza sasa alipie gharama ya damu iliyomwagika, ataona sasa mimi sina hiyo. Na si mimi nilipigwa nikamwaka damu ya kuokoa. Aliyookoa huyu mtu ni huyu mwenyewe anazungumza sasa. Na amemtetea na anasema damu yake ya dhamana ilimwagika. So shetani hana budi ila kuondoka. Na wewe unabaki. Sasa ni wakili wetu ambaye hawezi kushindwa na jambo lolote. Yeye ndio wakili wa mawakili wote na anafanya mambo kwa haki. Kama amekuhesabia haki, unabaki kuwa na haki yako na unakuwa huru kweli kweli. Sasa yeye ni wakili wetu. Tusome Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 kuanzia penyewe. Watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kama mkitenda dhambi, tunaye mwombezi wa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye upatanisho wa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, hali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiyo patanisho. Yeye ni wakili na anatuandikia haya. Anasema ya kwamba watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba msifanye nini? Msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, naye mwombezi kwa Baba, yeye Kristo mwenye haki. Kwa nini? Mtu ikiwa umetenda dhambi, usipotelee sasa huko useme sina nafasi tena. Ama kabla ukuja mpokea Kristo kuna mambo uliyafanya, na sasa unaona kana kwamba hii Mungu hawezi nisamehe. Tunaye mwombezi kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo. Anasema yeye atatuombea na yeye atasimama kuleta upatanisho. Na kitambo alipomwaga damu yake alitupatanisha pamoja na Mungu, na wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Na hawa ndio waliaminiwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kile nimekuja kuambia siku ya leo ni kwamba tunaye mwombezi wetu kwa Baba. Na hii ndio kazi ambayo Yesu anafanya, anatuombea. Anatupatia nafasi ya kukaa karibu na Baba yetu. Anatupatia nafasi ya kukaa karibu na yeye. Bwana asifiwe. Na akirudi kutuchukua, tutakaa na yeye katika kiti chake cha enzi. Atakuwa pamoja na sisi. Tutakaa pamoja na yeye, tutawale pamoja na yeye kwa sababu ametuahidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kanisa
Tusikae tukifikiria kwamba tunapomwabudu ni mtu ambaye hajulikani, na hakuna kazi ambayo anafanya katika maisha yetu. Kuna kazi kubwa anafanya katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Na hiyo ambayo anafanya katika maisha yetu ni lazima itatimia. Na sisi pia ni lazima tuwe wepesi wa kuja kumwabudu na kutembelea katika njia zake. Hapa amesema na usitende dhambi tena. Maana akikusamehe wewe kasalia kwa barabara, maana umesamehewa na umewekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Kusamehe ni kufuta. Makosa yako yanafutwa kabisa. Na siku hiyo haitatajwa tena, maana yameondolewa. Ukiandika mahali na choka na urudi ufute, inasomeka kuna nini ilikuwa pale. Hata mtu akikuja asome anaona ni nini ilikuwa pale. Hivyo ndio vile Yesu anafuta makosa yetu na kuhesabia haki. Tunaanza kuona sura mpya. Amen. Na akisha kuhesabia haki, sasa unakuwa sawa. Jumapili nilisema mtu akiwa na Roho Mtakatifu ndani mwake ana kengele. Bwana sifiwe. Hiyo usisahau. Mtu akiwa na Roho Mtakatifu ndani yake ana kengele. Na kwa sababu ana kengele, akitembea kengele inamuelekeza. Ni kama senza. Ukifika mahali kuna hatari, basi unatangulia kukundua hapa kuna hatari na unaepukana nalo. Lakini mtu ambaye hana huyo Roho Mtakatifu, yani ni mtu sasa ametenda dhambi, Roho Mtakatifu amehama ndani mwake, hana hiyo kengele. Sasa yeye anaweza kupita popote, kwa sababu sasa hakuna kitu cha kumjulisha kwamba kuna hatari hapa. Ndio sababu Yesu akasema huyo atakaye kuja ni Roho Mtakatifu atakuwa msaidizi wenu, atakuwa mshauri wenu. Atakuwa nani tena? Mfariji wa ajabu ni yeye. Atakuwa nani tena? Mwalimu wetu. Atakuwa nani tena? Yote hiyo. Hata ungesema lakini yote hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kufikia hapo naamini ya kwamba kuna kitu umepata. Yeye ni mwombezi wetu. Nimesema yeye ni wakili wetu. Anaandaa kurudi kwake. Alafu anatuandalia makao. Bwana sifiwe. Na pia anashughulikia kanisa lake. Amen. Yesu bado anashughulikia kanisa lake. Shughuli hizi zote ambazo anazifanya ni kwa sababu anashughulikia kanisa lake. Anashughulikia kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya kila juhudi ni kwa sababu ya kanisa lake. Na hilo kanisa ni mimi na wewe. Amen. Kanisa sio jengo hili, lakini kanisa ni mimi na wewe ambayo tuko hapa leo, ambayo tumempokea Kristo. Sisi tumefanywa kuwa kanisa lake. Hivyo mtu alikwambia kanisa ni wewe. Hapa ni jengo tumekuja kukutanika, lakini wewe ndio kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa yeye anashughulikia kanisa, kumaanisha anakushughulikia wewe. Kwa jambo lolote ukimuuliza yeye msaada, kwa sababu anakushughulikia, lazima atakupatia. Na atakupea mwongozo. Bwana asifiwe. Andika Mathayo 28:20 na tuko tunamaliza kwa nafasi hiyo. Pia kwa hiyo kushughulikia kanisa, ongeza kitabu hiki. Nimesema Mathayo 28:20. Alafu uandike Marko 16:20. Na mwisho uandike Matendo ya Mitume 2:46 na 47. Nafikiri itakuwa ni sawa. Hiyo itakusaidia na ukifika nyumbani uisome. 20 Mathayo 28:20 nitasome hapo nikimaliza. Inasema hivi, Mathayo 28:20 inasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nilipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana sifiwe. Huyo ni Yesu mwenyewe. Kwa kazi hii ambayo tunaifanya, kwa siku zote ambazo tunashughulika nazo hapa, ni kwa ajili ya kuijenga ufalme. Yeye yuko
pamoja na sisi, na anasema hawezi kutuachilia, atatembea na sisi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni kusema tunapofanya kazi hii tuamini ya kwamba kazi si yetu, kazi ni ya mwenyewe, na mwenyewe yuko pamoja na sisi, anatuelekeza na atatushughulikia mpaka mwisho. Naomba uishikie ya kwamba unapofanya kazi hii tufanye tukijua tunatenda ni kwa ajili ya Kristo, na yeye mwenyewe yuko pamoja nasi. Ni majukumu ambayo yeye ametupatia na atatusaidia kuyakamilisha. Kazi aliyoanzisha ndani yetu ataikamilisha. Simame Biblia yetu. Kuna mambo Mungu anafanya mbinguni sasa. Tuwemo mmoja wao ambaye tunalia makao na anasema ikishakamilika atakuja kuchukua. Sababu anaandaa kurudi kwake pia, atakuja kutuchukua. Na yeye hataogopa kurudi hapa tena, maana hakuondoka hapa kama mwizi hivyo. Bwana sifiwe. Huyu aliyekuwa anasema haya maneno alikosea, maana hata baada ya Yesu kufufuka, kama angeokopa micherezi ambayo iliwekwa na msumari, baada ya yeye kufufuka, hakufufuka na kupaa na kwenda direct. Sio, alikaa na tena na watu, alikutanika na mitume, na hata akipaa sasa kuenda akiwapatia kwa heri ya mwisho, walimuona akienda, na kama vile mnaona nikienda hivyo hivyo nitarudi mkiniona. Na anasema hamna haja ya kwamba niko mahali fulani mkimbie, mimi nikirudi vile nimeenda hivyo ndio kila mmoja ambaye ameniaminia ataniona nikirudi tena. Amen. Kumaanisha atarudi wasiwasi, sisi tutamuona na tutakaa na yeye, tutatawala pamoja na yeye katika jina la Yesu. Hivyo Mungu ana nafasi. Tunataka nikupatie dakika moja, waambie Mungu akusaidie wakati anaandaa hii makao. Pia wewe mmoja ambaye utaingia katika hiyo ufalme, akirudi kuchukua kanisa lake, na wewe mmoja. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kanisa lako Yesu. Asante kwa sababu ya kunena mioyo yetu. Twajua unaandaa makao, na Baba utarudi wakati makao imekuwa tayari. Jehova, utakuja kutuchukua tena, na kwa sababu utakuja kutuchukua ni lazima tujitahidi kujiandaa ili tuwe tayari, ili utakapokuwa unakuja, oh my God, tuweka tayari kwa sababu ya kuja kwako Yesu. Baba, ni asante kwa sababu umesema tukiona ishara fulani zikifanyika tunajua wewe unarudi. Ni siku pekee yake tunakosa kuitambua, lakini tunajua utakao. Na hivyo Baba, tunaendelea kujiweka tayari, na dalili tunayoziona Bwana ni kuanza kutuonyesha kwamba tujiandae. Asante Yesu, asante Jehova. Kuna mtu katikati yetu leo anasema, leo nataka nafasi ya kuombea. Tunasema basi hata mimi ninajiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Kristo. Naomba Bwana atembee pamoja na mimi, na Roho Bwana ingie mwangu anisaidie. Sasa sogea mbele ili tuombe pamoja katika jina la Yesu, na neema ya Bwana itakutosha utembee pamoja na Bwana daima. Anakuandalia sasa, na wewe uwe mmoja ambaye utaingia katika ufalme katika jina la Yesu. Maana ufalme ni kweli unaandaliwa katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa unasema ulikuwa umefika kukata tamaa ya maisha. Njoo Kristo aingie ndani mwako tena akutie moyo. Roho Bwana akushauri na ili uweze kuendelea vizuri katika jina la Yesu. Kama kuna watu kama hawa inahitaji kusogea, neema ya Bwana itembee pamoja na ninyi. Na wewe unasema unasikia mwili wako na maumivu, unataka Bwana akutie nguvu, na Bwana sema yeye ni mponyaji wetu, atakutia nguvu na atakusaidia. Watu hao wote wanaweza kuja usongea kwa Bwana, na Bwana atawatenda mema katika jina la Yesu. Jehova ni wewe, Jehova ni wewe Mungu, tunakuheshimu. Yote yanawezekana alipo Bwana, yanawezekana
yanawezekana, yanawezekana, alipo Yesu, yanawezekana, oh yanawezekana, yanawezekana, oh yanawezekana, yanawezekana, alipo Yesu, yanawezekana, oh yanawezekana, yanawezekana, oh yanawezekana, yanawezekana, alipo Yesu, yanawezekana. Tuambie kuona jambo moja, na hata wewe umebaki kule nyuma, unaweza inua mkono wako na kuambia Bwana nihudumie. Yesu ni mwaminifu, anakuhudumia. Uwepo wa Bwana ukitembea katikati yetu, naona uwepo wa Bwana ukigusa watu. Hivyo ruhusu moyo wako, mila wako kwa Bwana. Fungua jana mwako na kusaidie katika jina la Yesu. Itisha hiyo uwepo uje juu yako. Itisha hizo nguvu zije juu yako katika jina la Yesu. Oh my Father, my God, Jehovah Mungu, we surrender before you, Lord. We need your power, we need your Holy Spirit. We need you, Jesus, to walk with us, oh God. Well, Father, my God, Jehovah, tunakuhitaji, maana wewe ni Bwana, wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu. Mungu, unatembea, unagusa watu wako. Kwa Yesu, neema yako na kibali na kuwa juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninawaombea ya kwamba neema yako inawatosha, nguvu zako zinawatosha, rehema zako zinawatosha, kibali chako kinawatosha. Tunaachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu yao, natangaza neema hiyo na kibali juu yao katika jina la Yesu. Baba, kutanika na maisha yao Baba, uwatembelee Baba, uwanenee. Tembea nguvu zote za giza, pinga kila nguvu za kishetani, wote wa kishetani, jina la Yesu haina mamlaka. Tunaharibu mawazo yetu, jina la Yesu tunavunja, tunakataa kazi zake katika jina la Yesu Kristo. Baba, unatusaidia Baba, unasaidia watu wako, unatembea na watu wako, unanena maisha yao Baba, unapeana suluhisho katika maisha yao katika jina la Yesu. Asante maana wewe ni Bwana. Asante Yesu. Uinuliwe maana unatenda watu wako mema. Unashughulikia kanisa lako wewe mwenyewe. Baba, wacha hiyo neema ikatosha watu wa Arba katika jina la Yesu. Pokea sifa maana umefanya. Asante kwa sababu ya wageni ambao wamejiunga nasi siku ya leo. Neema yako itembee pamoja na wao. Neema yako iwaguse Yesu. Natangaza unapoondoka mahali hapa Baba, waende wakiwa Baba wameinuliwa. Waende wakiwa Bwana wametiwa nguvu. Roho wako Mtakatifu akawaongoze. Asante maana wewe ni mwaminifu. Asante Baba. Umeshughulikia kanisa lako. Umepeana suluhisho katika maisha yao. Asante maana umefanya. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante. Mungu awabariki sana, watende mema. Wasionijua kwa majina naitwa Elikana Checha. Neema ya Bwana iwatoshe siku zote za maisha yetu. Amen.